Hallelujah. Hallelujah. Grace to you. Neema iwe kwako. Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha Mahali pa Siri. Karibu sana leo katika sehemu nyingine ya mahali hapa pa siri. Na katika sehemu hii ya leo tunamshukuru Mungu ametupa tena kitu ambacho tunaenda kujifunza kwacho. Neema. Neema ni neno lisilo geni kwenye masikio ya watu. Watu wengi ambao wameokoka si wageni na mafundisho au neno neema. Katika sehemu hii ya 5, kifupi kabisa, tuangalie nini maana ya neema au neema ni kitu gani. Watu wengi wametafsiri vibaya neema. Neema ni kitu ambacho Mungu amekitoa kwetu ili kutuepusha na hatari iliyopo. Kwa maana nyingine, hakuna neema bila hatari, bila hasira ya Mungu. Palipo na adhabu au ghadhabu, neema ina matumizi au inahitajika. Lakini pasipo na hatari au ghadhabu, hakuna haja au uhitaji wa neema. Hivyo basi, kila mara inapotamkwa neema, hatuna budi kutambua hii neema inayotamkwa inatuokoa kutoka kwenye ghadhabu gani au ni kwa sababu hatari gani. Hebu tuone mtu mmoja kwenye Biblia ambaye alipata neema. Soma Biblia katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 kuanzia mstari ule wa 8. Biblia inasema wazi kwamba Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Akapata neema. Sasa kama Nuhu alipata neema, wengi wanavyotafsiri neema ni upendeleo tu wa Mungu kuamua kukuonyesha uzuri bila kujali ubaya wako. Tafsiri za wengi juu ya neema zinazunguka hapo, kwamba Mungu anaamua kuwa mzuri kwako, kuwa mwema kwako bila kujali ubaya wako au kutokustahili kwako. Na si kwamba wanakosea, kuna ukweli katika hilo, ila ipo wapi hatari ambayo inaifanya hii neema ya Mungu iwe inahitajika? Hakuna umuhimu wa watu kupata neema kama hakuna hatari au ubaya ambao ungewapata. Nuhu alipata neema machoni pa Mungu kwa sababu kulikuwa na hatari ya mauti kutokana na mafuriko na maji ambayo yalienda kuteketeza ulimwengu, dunia. Ndio maana Nuhu ilimbidi apate neema machoni pa Mungu. Watu walikuwa wanaenda kufa.
Na hebu angalia jinsi hatari iliyopo wakati neema ipo. Neema ile ile iliyomwokoa Nuhu ndio neema hiyo hiyo iliyowafanya wengine wasipate kupona kutoka kwenye ile hatari. Walipokuja kumgongea mlango Nuhu wa safina na kusema tufungulie, kama neema ni Mungu kuonyesha uzuri bila kujali mabaya, angewafungulia hawa. Lakini neema ilikuwa kwa Nuhu tu na wale waliokubali kumfuata Nuhu. Yawezekana watoto wa Nuhu walikuwa na dhambi pia, wake zake watoto wa Nuhu walikuwa na dhambi pia, lakini walipona, wakafaidi neema kwa sababu walipatikana wakiwa na Nuhu aliyepata neema machoni pa Mungu. Tunajifunza nini? Kwa sababu neema ni kitu ambacho kipo muda wa hatari, basi wale ambao hawatopatikana na neema hiyo, tunatarajia kuona wakiharibiwa na ile hatari iliyopo. Nuhu alipata neema machoni pa Mungu, lakini endapo asingefanya matendo ya kutengeneza safina, ile neema isingemsaidia. Na huu ndio upande wa neema ambao ni hatari sana. Neema haikudai vigezo ili ikusaidie, lakini inakudai utii ili ikusaidie. Neema haiwezi kumwokoa mtu kama hatotii au hatoipokea. Nuhu alipotii na kuingia ndani ya safina, Mungu alifunga mlango. Wale ambao walikuja baadaye hawakuipata ile neema. Wale walioingia kwenye safina, hata kama walikuwa na mabaya kama waliopo nje, walikuwa hawana vigezo kama waliopo nje, walisalimika kwa sababu walitii. Hivyo neema bila utii haina nguvu. Nataka unielewe hapo. Neema inahitaji kimoja kutoka kwako: utii. Uipokee. Usishindane na neema. Usiipuuze neema. Kwa kufanya hivyo, lazima hatari ikukute. Kila mahali neema inapoletwa, maana yake ndani ya muda mfupi kuna hatari kubwa inafuata, kama tulivyoona siku za Nuhu. Yesu anakuja anatuambia, kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku za Mwana wa Adamu. Anachotuambia ni kwamba kutakuwa na hatari pia, lakini pia kutakuwa na neema, na wote wataoepushwa na hiyo hatari inayokuja siku za Mwana wa Adamu ni wale walioitii neema. Sikiliza, neema ni mwalimu. Some Biblia katika kitabu cha Tito mlango wa 2. Tito mlango wa 2 kuanzia mstari wa 11. Tito mlango wa 2 kuanzia mstari wa 11. Biblia inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa.
Neema inatufundisha kitu ambacho mwalimu yoyote anakihitaji ni usikivu, ni utii. Neema inatufundisha sawa na Tito 2:11. Unapopokea neema, utii wako ndio utakuokoa. Neema haitakuokoa tu kwa sababu ipo. Neema itakuokoa ukiitii ikufundishe. Haitokudai bidii yako, itakufundisha uwe na bidii. Haitokudai upendo, itakufundisha kuwa na upendo. Inawezekana kufa hata kama neema iko na wewe, kwa sababu neema si kwamba hutokufa popote utakapokuwa, bali neema ni kwamba hutokufa kwa sababu neema itakuficha. Lakini inapokuficha neema, tii iruhusu ikufiche. Tito anasema neema imefunuliwa kwa wanadamu wote, lakini si wote wameitii na kuisikiliza. Ndugu mtazamaji, leo natamani usichezee neema ulioipata. Hii ni neema inayotosha kukuhifadhi. Unanitazama, neema inakufundisha, inakusaidia, imekuwa ikikuokoa, ya kupasa usiipuze. Biblia inasema tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Maana neema, Biblia inasema katika Tito hiyo hiyo, neema iletayo wokovu imefunuliwa. Maana yake tumepata wokovu kupitia neema. Tumepata wokovu kupitia neema. Kwa hiyo Biblia inaposema je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Maana yake tusipojali neema ya namna hii. Kumbe tunaweza tusijali, tukaipiga teke. Neema hailazimishi. Unaweza ukaokoka alafu ukaipiga teke neema. Neema sio mkono wa Mungu ambao unawashikilia watu na kusema hata ufanyeje sikuachilii. Si kweli. Neema ni mkono wa upendo ambao unakumbatia watu kipindi cha hatari. Lakini wapo ambao wataacha kuijali neema hii ambayo inawakumbatia. Sasa tutapataje kupona tusipoijali? Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Katika neema ipo hatari. Palipo na neema, mauti iko karibu. Bwana tusaidie. Mahali ambapo tumeitazama vibaya neema, Bwana tusaidie. Neema yako ikitufundisha, tusikie. Bwana tusaidie. Tuliipokea neema tukiwa hatuwezi. Neema inatutengeneza tuweze. Bwana tusaidie. Tulipoipokea neema tukiwa hatuoni, neema ilitusafisha macho yetu ili tuone. Bwana tusaidie, tusirudi katika upofu. Tulipokuwa viwete, neema ilitusaidia kutuganga miguu yetu ipate kutembea tena. Bwana tusaidie, tusirudi katika ulemavu ule. Tulipokuwa wajinga,
Neema ilitufundisha na kutupa hekima yako kutoka juu. Bwana, tusaidie tusirudi katika ujinga ule. Bwana, tusaidie. Neema hii imetupendelea. Neema hii umetupendelea. Hii ni neema itupayo pumzi, itupayo uhai. Umetupendelea Bwana. Bwana, tusaidie. Amen. Ikiwa umetamka maneno haya au umesikiliza maneno haya na yamekugusa, tamani kuona ukikua katika neema na sio kudumaa katika neema. Neema haidumazi, neema inakuza. Neema ni mwalimu. Paulo anasema enzi za utoto nalifanya yale ya utotoni, lakini sasa nimekuwa mkubwa. Mungu akubariki kwa kuungana nami katika sehemu hii ya 5 ya Mahali pa Siri. Nitafurahi sana endapo utatushirikisha kile Bwana anachokusemesha kupitia somo hili na sehemu hii ya 5. Na endapo unajengwa na kipindi hichi, basi tumia namba ambazo ziko kwenye screen yako kutushuhudia, ili tujue kile ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha ya watu. Tukutane tena Mahali pa 6, hapa Mahali pa Siri. Mimi ni ndugu yako mtumishi Musa Maison. Asante sana.